nani angeweza okota Yusufu akafika mpaka kwa hatima yake? Yusufu akiwa jela, kuna mtu anasema Farao, kuna jamaa ukiota ndoto anaisema kama afu inakuwa vile. Akasema leta. Mfungwa anaingia ikulu anatafsiri ndoto, hajaleta cheti, hajaongea Kiingereza A for apple, B for ball. Hii ndio herufi kuu, kamtamka kwa herufi kuu. Hakuna herufi kuu kwa tamko kuu, hakuna. Yuko pale mzee, uliona ng'ombe 7 wamenona wamekonda, hiyo ni balaa, ni njaa na chakula. Sasa ujue mwenyewe. Amen, asante. Wewe unaenda wapi? Rudi hapa wewe, kula la waziri mkuu. Na kuombea Mungu akuinulie mtu. Unahitaji mtu wa aina nyingine ya pili leo. Acha niandike. Utaweza kuandika, Mungu niinulie Simoni Mkerene wangu. Somo iko inasema Mungu akuinulie Simoni Mkerene wako. Hebu nisaidie kusema tena, Mungu niinulie Simoni Mkerene. Sijasikia mtu anamaanisha. Unajua watu walokole fanya kwa kumaanisha. Vile vitu vya roho ni vya kumaanisha. Sema tena kwa jina la Yesu. Sema, Bwana niinulie Simoni Mkerene wangu. Sijasikia sauti, nasikia sauti ya binti yangu kamanda tu hapa. Sema, Bwana niinulie Simoni Mkerene wangu. Fungua Biblia yako pamoja na mimi kwa jina la Yesu. Fungua Biblia yako. Hii imeandikwa kwa, mimi naomba nisome Luka. Iko kwa Luka, iko kwa Marko. Acha nipate Luka 23 mstari wa 26 na wa 27. Kunapohitaji watu, omba Mungu akupe Simoni Mkerene. Omba Mungu akupe Simoni Mkerene. Baba yangu na rafiki yangu na kaka yangu mkubwa, na ukiongea mambo haya inakumbuka yuko ni rafiki yangu, ni mchungaji yuko Dodoma. Nakumbuka picha za kuombea Mungu akupe watu sahihi. Alipofika hospitali, mke wake alikuwa ni mjamzito wa miezi kama 4. Dokta akawashauri akasema, mimba hii itolewe. Hii mimba itolewe, toe ni mimba kwa sababu complication. Wakati sasa unashaurije kiharaka namna hiyo? Tuseme tusubiri kama kuna bed rest, kuna dawa na vitu kama hivyo. Anaongea tu straight, toeni mimba hii, la sivyo mama au mtoto atakufa. Toeni mimba. Vile nakwambia, mtoto anaishi, mama anaishi mpaka leo. Baba akarudi akasema, tunakataa, usio ujumbe wetu ni wa shetani. Utakutana na madaktari watakushauri usipoomba kwa Mungu aliye hai. Na kuombea kila unatoka na unaingia, Mungu akuinulie watu sahihi kwa jina la Yesu. Hiyo uko dukani akupe watu sahihi, uko unatembea akupe watu sahihi, iwe asubuhi iwe mchana akupe watu sahihi. Mungu niinulie Simoni Mkerene wangu. Tunapata ile maneno Sasa Luka 23 mstari wa 26 na wa 27. TV inasemaje? Angalia pale. Sasa nataka nikupe pointi 5 tu. Nikupe pointi 5 alafu unasimama tuombe. Na agenda ya kwetu ya leo, tunamwambia Baba, kokote alikozuiliwa Simoni Mkerene wangu aachiliwe kwa jina la Yesu. Lazima watu wazuri waje. Yusufu Arimataya aje, Simoni Mkerene aje. Ningekwambia na mtu mwingine mzuri wa kukusemea vizuri. Huyo sitapata muda, Mungu akinirudisha tena tutaongea. Kama utangulizi, najua nitakuwa na kitu kingine, sitaongea watu wako 17, sirudiagi kitu, Mungu amenipatia neema. Nikija nitaongea kitu kingine, we Mungu atajua tutafanyaje. Haleluya. Kwa hiyo unahitaji mtu wa kukusemea vizuri. Huyo sitafanya, nataka nifanye Simoni Mkerene. Unahitaji mtu kukusemea vizuri. Yesu Kristo, namgusa hapa kwa nirudi kwa Simoni Mkerene. Yesu Kristo na huduma yake ilikuwa na maajabu na matukio ya utukufu, kwa kuwa alikuwa na watu wa kumsemea vizuri. Nikwambie, mbingu zilianza kusemea Yesu vizuri akiwa kwenye tumbo la mama yake Mariamu. Kabla hajaingia kwa tumbo kwanza, Mungu anaandika kupitia kinywa cha na mkono wa mtumishi wa Mungu Daktari Luka sura ya 2. Anawaambia kwanza, nikianza Mathayo ile 1:18, anasema kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi. Na malaika Gabrieli akaenda mpaka mji mmoja uitwao Nazareti huko Galilaya, akamkuta, anamwambia, yani Yesu anasemewa vizuri. Mariamu anamwambia, utazaa wewe kitu chema, utazaa Mungu aliye hai. Yesu hajazaliwa anasemewa vizuri. Yesu anazaliwa yuko kwa tumbo bado anasemewa vizuri. Mariamu anaenda kwa Elizabeth, anamwambia, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na tumbo na huyo uliyembeba amebarikiwa
umebarikiwa sana, maana salamu yako ilifanya kitoto changu kikacheza. Mungu aliinulia Yesu watu wa kumsomea vizuri. Yesu anazaliwa, Mathayo 3:16-17, Biblia inasema mbingu zikafunguka, halafu sauti ikatoka ikawa inasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa nayependezwa naye. Na kuombea Baba mwenyewe akutamke, akutambulishe, akusemee kwa dunia, akusemee kwa familia, akusemee kazini, akutangaze. Mungu akuinulie mtu wa sasa si somo la leo. Huduma ya Yesu imepambwa na watu wa kumsemea wazuri. Anaenda kwa kijiji cha Samaria, anakutana na mama kahaba. Mama kahaba anapata upako, anaokoka, anaikokota Samaria nzima. Anamwambia twendeni mkaone mtu aliniambia mambo yangu yote ya kusaza kitu. Samaria inaokoka kwa sababu Yesu anapata mtu mmoja wa kumsemea vizuri. Anaita wanafunzi wake, kazi ikuwe rahisi. Kitabu cha Yohana 1:43 mpaka inaenda 46, anakutana na Nathanieli na Filipo, anaambia na twende ukaone mtu anayechua aliandikwa kwa kitabu cha Torati. Halafu jamaa analeta ujinga, anasema neno jema linaweza toka Nazareti. Anaambia acha ujinga, twende ukaone, twende ukaone mwenyewe. Yesu anaanza huduma na watu wa kumsemea vizuri. Kila alikopita Yesu alitenda mema. Nini kilifaidia? Anafika mji hata hajafika watu walishajaa. Watu wanamwambia njooni, anakuja mponyaji, anakuja anayefufua, anakuja anayetupa chakula, anakuja mwenye huruma. Kabla hajaenda umati, hata leo na jeuri yetu ya kuhubiri hatujamfikia Yesu Kristo. Hakuwa na matangazo, hakuwa na Instagram, hakuwa na TikTok, hakuwa na YouTube account, hakuwa kokote, hakuwa na matandiko na maandiko kokote. Watu walikuwa wanajaa. Nia watu na kuombea Mungu akuinulie mtu wa kukusemea vizuri. Hata mme wako anapaswa ainuliwe mtu asikie, yani vile wewe mke wewe ulivyokuwa mzuri. Yani kuna mtu anainuka anamwambia mme wako vile wewe ulivyo wa baraka, mpaka mme wako anajaa roho vizuri. Usiseme mimi na mme sitaji mtu, acha utoto, ile ni mambo ya kitoto sana. Mtu anakusemea mpaka mme wako anapeleka mahali nyingine kwa baba mkwe na kuombea ikalipwe mahali. Mama askofu, naomba huyu jamaa aongeze tena mahali kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Una mtu anasema vizuri mpaka unasema naongeza mahali. Baba mkwe, naleta mbuzi 3 tu, unywe supu, kumbe ndio mahali tu. Yani unatamani uoe tena huyo mtoto. Si vile nampenda mke wangu, na akipata hela vizuri nitamchumbia tena. Sikumchumbia epi vizuri, nilimchumbia epi wangu kikatili sana. Nilimwambia tu haya tukiwa kwa mzee wa kanisa. Nyie mnakutana Facebook, sio? Si kwa mzee wa kanisa. Sisi ndio tulimaliza kizazi cha utukufu kwa mzee wa kanisa. Dada, simama, wewe ndio mke wangu kwa jina la Yesu, amen. Hebu mshukuru Mungu. Nikamwambia hivyo, mshukuru Mungu. Yani yule mtu ni umemteka kabisa yani. Bado anawaza sasa, baba, nikamwambia nani baba yako? Mshukuru Mungu, mimi ni mume wako, amen. Katika jina, nikamwambia mshukuru Mungu. Dada na wewe Kibaigwa na mkutano, nitamchumbia tena yule mtoto kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya, haleluya. Yesu huduma yake, nani angeweza okota Yusufu akafika mpaka kwa hatima yake? Yusufu akiwa jela, kuna mtu anasema Farao, kuna jamaa ukiota ndoto anaisema kama afu inakuwa vile. Akasema leta mfungwa, anaingia ikulu anatafsiri ndoto. Hajaleta cheti, hajaongea Kiingereza, A for apple, B for ball. Hii ndio herufi kuu, kamtamka kwa herufi kuu. Hakuna herufi kuu kwa tamko kuu, hakuna. Yuko pale mzee, uliona ng'ombe 7 wamenona wamekonda, hiyo ni balaa, ni njaa na chakula. Sasa ujue mwenyewe, amen. Asante. Wewe unaenda wapi? Rudi hapa wewe, kula la waziri mkuu. Na kuombea Mungu akuinulie mtu. Sasa nisinogewe, acha niseme Mungu akupatie Simoni Mkelene. Nasema Mungu akupatie Simoni Mkelene. Nasema Mungu akupatie Simoni Mkelene wako. Maandiko, turudi kwa Biblia. Walipokuwa wakimuondoa, huyu ni Yesu Kristo, sio? Wanamtoa, hiyo ni kwa wakati wa Pasaka. Wakimuondoa Yesu Kristo, walimkamata mtu mmoja. Na mimi nakuombea Mungu alikamate jitu moja huko liliko, iwe Ulaya, Amerika, Asia, ofisini kwako, mama, kokote anamkamata. Mungu akamkamata, sio Mungu wakamkamata.
Mtu mmoja anaitwa Simoni Mkerene alikuwa ametoka mashambani, yani ndio anatoka shamba anashangaa, kuna nini? Mbona watu umati Yesu? Wewe twende. Mungu akuinulie Simoni Mkerene. Nasema Mungu akuinulie Simoni Mkerene. Wakamkamata, wakamtwika msalaba wa Yesu. Na kuombea hata ile andiko ishie pale, na kuombea Mungu akuinulie Simoni Mkerene wako. Umeshajua kule nataka kwenda. Ukitaja Simoni Mkerene inapatikana Afrika. Niongee kidogo nitie watu moyo. Unaimba imba kwa kumaanisha, imba kama unakufa. Unaomba omba kama unakufa. Unahubiri ubiri kama unakufa. Ndio unaona sisi tutani kazi. Tunafanya kazi. Kwa sababu nakwambia vile inaenda TV kwa TV hapa. Naweza nikapata simu kutoka Amerika, Saudi Arabia, nakuja mimi, nakuja simu moja, nakuja kwa jina la Yesu. Ndugu yake mzee Kimaro, nakuja kwa jina la Yesu. Nasema nakuja kwa jina la Yesu. Hai. Kwa nini naongea maneno haya? Fanya kwa kumaanisha kila kitu chako unafanya. Kwa nini unafanya hivyo? Fanya kwa sababu Afrika ni majira yetu ya kusimama tena kwa jina la Yesu. Mama, usiseme una kazi, unaweza pokea simu pap, unaitwa South Africa, unaitwa America, ukawasaidia kitu, unarudi unalipwa padiem ya dola. Unanielewa? Nikiongea mambo haya waga watu wanafikiri naota. Songei naota, niko kwenye madhabahu natamka mambo ya kinabii. Oh my God. Hata kama uko hapa, kuna nani? Kuna wasusi hapa? Kuna wasusi? Nasikia tu pako kutabiria wasusi. Kuna wasusi? Nani anasuka? Dada, sikia. Jiandae na ukae vizuri. Ujifunze kuongea how are you? How much? Ujue jinsi ya kujibu. Unaweza upokea simu, unatakiwa ukasuke Ikulu. Unatoka Ikulu unapokea simu, unaenda kusuka mtu Uingereza. Unapandishwa ndege. Nimewahi kuona vitumbua vya Mama Saidi Posta vikipandishwa ndege vinaenda Uganda. Mimi hata kipindi hicho sijui ndege ina maana gani. Kule ndege sijui kama ni watu wanaota inaenda mbinguni, sijui. Vitumbua vya Mama Saidi vinapandishwa ndege, vinapelekwa Nairobi, watu wanalipia vitumbua vya Mama Saidi. Nikasema Yesu izarau. Vitumbua vinapanda ndege kunishinda mimi. Watu wanapenda vitumbua vya Mama Saidi. Kuna mlokole unapika maandazi yako yapande ndege kwa jina lake. Yapandishwe SGR. Jamani, haleluya. Nini nataka kusema? Afrika ni majira yetu ya kung'ara. Acha niongee na masababu mengi, sitaki kuisifia Afrika, muda wangu utaisha. Afrika, kwa nini anaikumbuka dunia? Mungu anaikumbuka. Kwa nini Yesu atukumbuke Afrika? Na unaona na mimi wewe nyie mnaoangalia na Kiingereza Mungu ananipatia, naweza kukipiga. Kwa hiyo mnialike, nitahubiri Kiingereza kwenu. In the name of Jesus. Hallelujah. Sasa na wastua tu. Kitu nataka kusema ni nini? Usisahau rangi yako. Jivunie kuwa Mwafrika. Utajiri wote unaona Mungu anaopatia Israeli, utajiri wote unatoka Afrika. Nimekuonesha kitabu cha Kutoka juzi, Kutoka 12:36. Biblia inasema Mungu akawajalia Waisraeli kupendelewa sana machoni pa wanini, pa Wamisri, na Wamisri wakawapa kila walichotaka. Wakawateka Wamisri nyara, wakachukua dhahabu, wakachukua fedha, wakachukua manguo, utajiri wote wanaondoka nao. Na Mungu aliwaahidia Kutoka 3:21 aliwaambia sitawatoa mikono mitupu. Nami ninakutabiria kwa jina la Yesu, hautamaliza mwaka huu mikono mitupu. Kazini kwako hautatoka mikono mitupu. Wana biashara hautatoka mikono mitupu. Kwenye masomo ya wanao hawatatoka mikono mitupu. Babangu mzee Kimaro na mke wako, huduma mnafanya, Bwana hata watoa mikono mitupu kwa jina la Yesu aliye hai. Afrika tunapatia Ibrahim utajiri, anapata Ibrahim aliutoa Afrika. Soma kitabu cha Kutoka Mwanzo 12, Mwanzo 13. Anasema akapanda Misri na akatoka kutoka Misri akiwa na utajiri wa fedha, alipata kwetu Afrika. Afrika naiona na itamkia mema. Mungu bariki mama Afrika, tubariki Afrika wetu sisi. Acha tupendane, haya ni majira ya kwenda mbali. Utaenda mbali, achana na Kiingereza. Wachina wanakuja hapa Kariakoo, wanatawala nchi yetu, wanakula, wanapata mautajiri na maheshima, halafu hawajui kitu Kiswahili. Tafsiri nani alikwambia mpaka Mungu akubariki uongee Kiingereza? Nani alikwambia? Yusufu alijua Kiingereza wapi? Wewe, Mungu anataka akubariki kwa baraka tele.
Mungu anataka akupe mazidishiko ya kimbingu. Unahitaji watu. Afrika, ningekwambia mtu alimsaidia Yeremia kutoka kwenye lile shimo alikuwa ni Mwafrika. Ningelikuwa na muda ningekuchambulia Afrika ilivyo tamu. Sisi tulimpa chakula Yesu Kristo, tulimtunza Yesu Kristo. Mathayo 2:13, wakati Herode anataka kuua mtoto wa Mungu Kristo Yesu alileteshwa aje Afrika. Afrika naipenda Afrika. Afrika tukahosti, tukabeba Kristo Yesu. Na Afrika ni majira yetu na ni majira ya Tanzania. Ndio maana natafuta upako na neema isipo ya kawaida, kwa sababu Tanzania tunaenda ng'aa sana. Sikia nikwambie, mapepo yanataka ichafua Tanzania. Tanzania ichafuki. Tanzania imebeba Kristo Yesu. Acha nikwambie neno gumu sana. Ngoja nikwambie neno gumu. Ukisoma jiografia, this is as far as geography is concerned. Jiografia, mto Nile una chimbuko lake toka Afrika, Victoria, Tanzania. Yesu alikunywa maji yetu, akaoga maji yetu. Sisi tuna DNA ya Yesu. Huwezi toa. Kwenye wakati wa Yesu akiwa anabeba msalaba, hiyo ni siku baada ya Alhamisi ya Amri, wamemtoa kwenye nyumba ya Kayafa, na Mungu alinipa neema, nilifika kwa nyumba ya Kayafa, nikaoneshwa Yesu aligeuzwa juu chini. Walimtesa hapo siku nzima ya Alhamisi. Kwenye dini yangu ya mwanzo Roma ni Katoliki, inaitwa Alhamisi ya Amri. Walimtesa Yesu. Ijumaa inaamka alishakuwa amepigwa na nguvu hata kidogo. Wakapeleka kwa mahakama, wakapiga Yesu kama mbwa, akiwa ana nguvu, ameishia kabisa. Anakutana na mtu akiwa nani, anabeba msalaba. Watu wa karibu aliwatendea mema, aliowalisha mikate, aliowapa vitu, aliofufulia ndugu zao. Wakiwa wameondoka, Yesu amemwacha peke yake. Mtu mmoja kutoka Afrika, Simoni wa Kirene, hajui linaendelea, wakakamata. Andika sababu 3 nikakuachia maiki yako nikajiandae niende zangu kwetu. Kwa nini Mungu akuinulie Simoni wa Mkirene? Andika sababu chache. Andika sababu. Vile umeingia, nimeona ndugu mzee Swai pale huko, tunaongea somo inasema Mungu akuinulie Simoni Mkirene wako. Somo inasema Mungu akuinulie Simoni Mkirene wako. Na sasa tunaupiga kwamba kwa nini Yesu akuinulie Simoni Mkirene wako. Namba 1, naomba aje kwa maisha yetu, kwa sababu vile akija atabeba msalaba wako, hata kama ni mzito, hata kama ni mgumu, atabeba. Pointi nataka kuongea, Simoni Mkirene ataletwa kwa maisha yako, atabeba tabu yako, atabeba shida yako, atabeba kama ya kwake. Kwa nini atabeba kama ya kwake? Si kwamba anakupenda, ila mbingu zitamshurutisha. Simoni Mkirene, mama mchungaji utakutana naye ofisini, huyo atabeba shida yako. Atasaini kwa kidole, atasema na saini ya hivi hivi na potelea mbali. Hata kama kufukuzwa kazi na nifukuzwe siogopi. Atabeba, atasema saini, mama mchungaji anatoka mbali, anachelewa. Atabeba msalaba wako, atabeba tabu yako, atabeba mapito yako kama yake. Usisahau pointi moja, mbingu zitamshurutisha. Hatafanya kwa kuwa anakupenda, hatafanya kwa kuwa unaomba sana, atabeba msalaba wako kwa kuwa Mungu atamshurutisha. Na kuombea dada yangu, Mungu ashurutishe mtu abebe msalaba wako. Na kuombea kaka yangu, Mungu ashurutishe Simoni Mkirene abebe msalaba wako. Wenda unaniambia msalaba ni nini? Unafanya biashara, una mambo unahitaji Yusufu, unahitaji Simoni Mkirene abebe msalaba wa kazi yako. Huduma ya kichungaji, babangu mzee Kimaro, unahitaji Simoni wa Mkirene sana abebe msalaba. Atabeba msalaba wa zege, atabeba msalaba kama mwenyekiti wa kamati, atalala, atabeba msalaba mwenyekiti wa kamati ya ujenzi, mwenyekiti wa makongamano, watabeba wao. Watasema kalale na mama, ikongamano itaenda. Tutabeba pesa benki, tutachukua kausha damu, tutafanya navyofanya, itanoga. Wanabeba msalaba. Simoni Mkirene, Simoni Mkirene. Ukikosa Simoni Mkirene, ukikosa Simoni Mkirene kwa maisha, ndio ulisikia kuna watu wanaumwa
mapresha, makansa, mastroko. Utakufa kwa msongo wa mawazo. Ukikosa Simoni Mkerene kwa maisha, utasema dunia inipasukie, inianguke, inimeze. Hautaiona dunia kama sehemu ya raha. Dunia inakuwa tamu. Kuna watu wanaishi maisha matamu kwa sababu wana Yusufu, wana Simoni Mkerene, anabeba misaraba yao. Kuna matajiri hawajui hesabu za kampuni zao. Kuna watu wanapambana usiku na mchana, wanamwambia bosi, leo faida na bilioni 3.86. Anasema thank you very much, God bless you. Hakwambii chukua hata 100, lakini yule anafanya biashara, anafanya kwa uaminifu kuliko ya babake na mamake. Anaitwa Simoni Mkerene, anabeba msalaba. Wakati wewe unalala unacheka, kuna mwanamke anabebesha mtoto wako, anabembeleza. Wakati mwingine unasema nimechoka, yeye anakuambia sijachoka mamangu, nasikia la kubembeleza mtoto. Mimi nasikia upako, nafikiri ndio Mungu amenipatia huduma yangu. Anasikia la, na kuombea kwa jina la Yesu. Hii mwaka wakati inaanza, tukiwa tuko mwezi wa pili, Mungu wako inulie watu baraka. Mtu wa Simoni wa Kerene ataebeba msalaba wako. Maisha tuwezi fanya chochote. Kama Yesu alihitaji Simoni Mkerene, wewe ni nani? Wewe ni Mama Maria, wewe ni Paulo, wewe ni Petro. Yesu alihitaji Simoni Mkerene. Unahitaji Simoni wa Kerene wengi tena, sio mmoja. Kwa watoto wako, kwa kazi, kwa mke, unahitaji wengi. Yesu akiwa ana nguvu. Naongea point namba 2. Unahitaji, kwa nini unahitaji Simoni Mkerene? Kwa nini unahitaji Simoni Mkerene? Unahitaji Simoni Mkerene ili akusaidie msalaba. Kwa nini? Ili upate kupumzika kwa muda na ukusanye nguvu za kutosha za kuendelea na safari. Mzee wangu marumu, Mungu akukuletea Simoni Mkerene, anakuacha upumzike kidogo, anakuacha uwe free kidogo. Utamwambia mambo ya shamba, atakimbia. Anaweza akakubeba miaka 3, kumbe Mungu anakuambia miaka 3 itaisha, huyu mtu nitamuondoa kama upepo wa kisulisuli. Hautamuona. Kuna watu hapa nikiongea wanaanza kukumbuka, wanaanza kuniambia nakumbuka yule dada sikuwa natamani atoke nyumbani kwetu. Hauwezi kumzuia. Simoni Mkerene anakuja kwa muda maalum sana. Unatakiwa uwe na akili, discernment, uweze kuelewa muda huu hapa unakaribia kumaliza. Wengine wanakujaga ni dada wa kazi, anakuja utafikiri ni mama yako mzazi aliyekufa akafufuka, amezaliwa kwa umbo jingine. Atabeba mambo ya familia, atapika, atajua hii chumvi upende, atajua hapa, atasafisha makosa. Kuna mambo hujaongea, ukiyawaza ameyafanya, ukitaka kuongea amejibu tayari. Anaitwa Simoni Mkerene. Ajagi kwa milele, anakuja kwa kipindi kifupi sana. Hata kwa kanisa, huyu sio Yusufu wa Arimathaya. Yusufu wa Arimathaya mzee wangu, mzee Isaac, atakaa na nyinyi hata mwisho, mpaka mwisho. Simoni Mkerene ni muda mfupi. Kwanza anatoka shamba, ana mambo mengi. Ujua ameshurutishwa na mambo yake mengi. Simoni Mkerene ana mambo mengi. Kwa hiyo ukikaa naye ujue ana mambo mengi. Kwanza hajabeba tu kwa kuwa anakupenda. Mbingu zimeshika shingo yake namna hii. Utafanya. Akitaka kuacha awe, utafanya. Haleluya. 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 Kuna mtu unapata kitu au unajuta Jumamosi ya leo, kwa nini ulikuja kanisani? Na kama ulikuja na mimi najuta kwa nini nilizaliwa. Kama unajuta, na mimi nakuombea usijute kwa jina la Yesu. Na kuombea Mungu akuinulie Simoni Mkerene. Si kwenye huduma tunaelewa. Kuna Simoni Mkerene unapewa, anakaa kwenye mitambo, hata ufanyeje atakuwa hapo, atawahi. Kuna Simoni Mkerene utapewa kama wazee wa kanisa, hata ufanyeje watakuwa hapo. Mvua inyeshe, uwe chini ya mti, uwe fanyaje, wote wakuache, uwe watabaki na wewe. Si kwamba anakupenda sana. Kuna maombi yako, kuna neema ya Yesu anashika kwa shingo, anaambia utaacha mwanangu Isaac hata kidogo, fanya unavyofanya, umwachi hata kwa dawa. Na akikuacha ataota anakufa, anarudi anakuomba msamaha, hawezi kukuacha. Simoni Mkerene. Nikupatie ya 3, sio? Nikupatia pointi ya 3 hii, nataka tusaidie tusiende mbali, tunaweza tukaishia hapa tu. Namba 3, Simoni Mkerene atakusaidia. Naipenda hii. Atakusaidia ufike kwa kilele. Ilikuwa kilele, afike pale tuweze kuimba leo. Usifi we msalaba, alisifi we kaburi. Tusingeimba leo, afike kwenye kilele, halafu aseme tetelestai
imekwisha. Asingeweza kufika pale mpaka Simoni Mkirene anapeleka Golgotha, juu kabisa kwenye kilele cha mlima. Anamwambia Yesu, mimi na wewe tunamalizana hapa, huo msalaba watakuwa nao, ainihusu sasa, hebu naomba nenda nao. Anaitwa Simoni Mkirene. Na kuombea, nasikia kulia machozi kwa maisha, maana tunapita mahali ambako nataka niongee pointi ya 4 nisikae hapo, nimalizie ya 4 inatosha hapa, labda itosha hapa nikaombe kwa sekunde chache, muda ulishaisha. Simoni Mkirene anakuinulia wakati watu wema ulijua ni watu wangu wa moyoni na kufa nao nazikwa nao, wote wakiwa wamekuacha. Halafu Mungu analeta Simoni Mkirene, anashurutisha na kuombea wakati wale ulijua watakusaidia wanakukimbia, hautaaibika. Mungu ataleta Simoni Mkirene katikati yao na watafumbwa midomo yao. Nasema Mungu akuinulie Simoni Mkirene wako. Wakati wanasema wanajiandaa kupiga makofi, anaaibika leo anaaibika. Simoni Mkirene anakuja, anabeba msalaba wako, anasema nipeni. Ni nini? Watoto wake walikuwa wanadaiwa ada, ni shilingi ngapi? Naomba nibebe kwa jina la Yesu. Anabeba kwa muda, anabeba, alafu ananogesha. Yusufu, huyu Simoni Mkirene anakunogesha, anakulipia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Ukitaka kunogewa utasikia hayupo, amepata safari, au ukitaka kuona Mungu anakutoa macho yake kwake. Nasikia anauguza mama mzazi, baba mzazi, biashara zimeharibika. Unaona hata aibu kuongea naye, kupiga simu, amemaliza kazi yake. Na kuombea wakati watu wema, wakati baba na mama wako, maandiko yanasema hata baba na mama anaweza niacha. Wakati watu wema wanakuacha, mimi mwenzenu nimemaliza baba na mama, sina mtu kwa dunia, niko tu nabebwa na Yesu na watu wema kama nyie ndugu zangu. Na kakaangu Isaac na mke wake ndio nabebwa na familia yao, nabebwa na watu wema kama wewe. Mimi sina pa kudeka, na deka kwa Mungu, na deka kwa watu wa Mungu wazuri. Tunaenda sawa sawa. Sasa kitu naongea, Mungu hataruhusu aibu. Kwa nini analeta wakati watu walio wema wanakuacha? Ili asiruhusu aibu kwa maisha yako. Mungu hataruhusu kaibika. Nasema Mungu hataruhusu kaibika. Nisaidie usimame kwa miguu yako tafadhali. Muda wetu ulishagaisha kabisa. Muda ulishagaisha. Mungu akuinulie Simoni Mkirene. Wakati wanataka waibike, Simoni Mkirene aje abebe msalaba wako. Wakati wanasema tulijua leo tunampata, Mungu akuinulie Simoni Mkirene wako. Wakati wanajua anasema tulijua afiki kilele, afiki Kalvari, huyu tunajua anafia hapa, huyu msalaba abebi anafia hapa. Wakati wanajua hiyo kazi, wanajua hiyo biashara hutatoboa, Mungu akuinulie Simoni Mkirene wako kwa jina la Yesu. Wakati wanasema tulijua yule binti nani ataoa, nani ataoa, ni leo nilikuwa napata shuhuda, binti yangu ananipigia na nikasikia nalia machozi sana. Ni leo najiandaa na ibada, kumbe walitaka pia nije kusema hii, na nikitoa shuhuda sina shida. Akapiga simu akakata, nikamwambia ni nini mwanangu, natania jina sasa kwa kuwa tuko live, acha nikate hapa kwa jina la Yesu, na sitaki kutaja jina lake. Leo ni kitu kimetokea leo. Anapiga kwa sauti, iko na shida kidogo. Nikamwambia ni nini? Binti yangu mzuri wa baraka, ni mtoto anasaidia huduma za madhabahu kule kwetu kanisani kule, lakini sijamuona kwa muda. Naliniaga sawa. Nikamwambia ni nini? Akaniambia baba, nimepita machungu kwenye dunia. Pale nilikuwa nimebebwa, wale watu nilikuwa najua kwa maisha wananisaidia, wanakula na kunywa na vaa. Wakaniita kikao, wakaniambia muda wa kutembea kama tai, ruka mabawa yako, ishi na maisha yako. Nikatoto kakike bora unaambia mwanaume, nikabinti kadogo anamwambia anza ishi maisha yako, jitegemee. Kwenye mji wa Dar es Salaam ukimwambia mkoani ni afadhali, maana kule watu wema bado wako ni wengi, sio kila kitu ni pesa. Dar es Salaam ukiomba maji watakwambia una shilingi ngapi, ukiuliza njia wanakuuliza pesa. Yule dada kaniambia baba, nikaanza kukaa peke yangu chumbani, na ule mlango kuna siku hata upepo ukija najua ni watu wanataka kugonga. Nikabinti nikaduchu na kajua nikabinti kangu. Anasema nikapoteza baba matumaini, ila sikuacha Yesu. Nilitembea na Yesu wako, nilibeba Yesu. Sikuacha Yesu, sikujichafua maisha yangu. Anasema wale watu walilipa muda kidogo wakaniacha. Wakaniambia endelea. Baba kodi kaisha. Hivi leo ananiambia baba, nimekutana na mama wa ajabu.
akanipeleka nyumbani, akanifungisha chakula, akanipa nguo, akanipa mavitu, mafuta, minini, akanipilipia tena kwa muda mrefu, miezi 6 kodi yangu. Baba, sielewi kitu cha kusema. Akaniambia uko ofisini. Nikamwambia siko ofisini, niko kwa kakaangu kwa huduma. Akaniambia nitaka nije niongee na wewe na mengi, simu haitanitosha. Nasikia upande wa pili wa simu ni kama naanza kulia. Usiliyefuta machozi, hauko peke yako duniani. Mungu haja kuacha. Mungu anajua majina yako. Mungu amekuchora kwa kiganja. Mungu amechora ndoa yako, hataruhusu iharibike. Mungu amechora biashara yako, hataruhusu hata bosi awe mkatili. Katikati ya ukatili wa bosi atakuinulia Simoni Mkerene. Hata ni ndugu wa bosi wa mbali, wakati wanataka wakufungashie virago, ndugu wa bosi atazima moto, anaitwa Yusufu, anaitwa Simoni Mkerene. Na kuombea dada yangu kwa dakika chache. Hii ni maneno nataka baba yangu akakutamkia baraka. Naomba achia kiti chako, njoo mbele. Nasikia kumzigo leo. Wengine umepita kwenye jangwa, unaona uko peke yako. Nitaka leo ningeweza watu wangekumbatiana washikane sana, lakini ni siku Mungu akupatie faraja. Akupatie faraja kwa jina la Yesu. Nataka Mungu akupatie faraja. Hautazalilika kwa ofisi, hautazalilika kwa biashara. Na si walishaga sema sana, Gregory tunaona anaibika leo, hatujawahi kuaibika. Nikwambia mashuhuda mengi, nilishapata vitu vya nyumba, sijatoa nyumba, vitu vya nyumba ya kupanga, napatiwa vitu vinaingia ndani nikiwa na mke wangu. Mungu hajawahi kuniacha katikati ya sintofahamu. Nakumbuka vile naingia Mzumbe, siko najua mtu yoyote kwa maisha yangu, sijui mtu yoyote Mzumbe. Najua watu wachache nilikuwa nikihubiri hapo. Namwambia Yesu, napata wapi ada ya kulipa wanangu? Wewe umenileta kwa mji huo Baba, unataka nianze tu na kuanza kuombaomba? Ile ni maisha nimekataa. Uliniachisha kazi nikiwa na degree zangu 3 Yesu, nikiwa nalipwa mishahara, nafundisha vyuo vingi vya Dar es Salaam, nilikuwa na sijui kwa akaunti na kwa pesa ngapi, nilikuwa sijui Yesu. Sasa unataka nianze kuomba? Nisaidie. Nikiwa nalia ofisini, nalia, mke wangu ananiambia watoto wanatakiwa shule. Mwalimu ametuma memo, anasema tumesikia ni watoto wa mchungaji wanatakiwa walipie ada yao. Nikamwambia mwambie mwalimu kesho ada tunalipa. Wakati naongea kwa imani, niko ofisini, Mungu akatuma malaika. Niliona kile kwa maisha yangu live kabisa, malaika wakashuka kabisa. Yesu akaniambia ondoa pazia lako. Akaniambia nakujua Gregory, mwanamke, Yesu anakujua. Akaniambia Gregory, nakujua mwanangu, sijakuacha Gregory, sijakuacha. Akaniambia nakujua, nimekuita mwanangu, hiyo kazi ni ngumu, nitaibeba. Akati niko hapo, akaniambia nakuletea hela ya ada. Nikaona mlango nagongwa, nakuja mwanamke mtu mzima, ana miaka kama 75 kwenda 80. Ananiambia nimetumwa mchungaji, Mungu ameniambia nilete ada ya watoto wako. Ananiwekea ada, ananiambia karipie wajukuu zangu. Nikashangaa Yesu aliye hai. Nakuombea Mungu akuinulie Simoni Mkerene wako. Mungu akuinulie.